eti mama, ni kwa nini mama huwa anaonekana mbaya kwa watoto wake, especially wakiwa wakubwa? Yaani ni nini hasa yani kinafanya mama ndo anakuwa adui mkubwa wa watoto wake? Hapa kwanza kwa sasa imezidi. Sasa imezidi. Ndio nimeuliza. Hapo nyuma mzazi alikuwa ni kamanda. Mzazi alikuwa na komandi. Hata ushauri wake sio ushauri wa kipolepole sana. Okay. Kwa hiyo mzazi alipatiwa nafasi yake kama mzazi, ilikuwa kubwa. Aliogopwa mzazi. Okay. Aliogopwa, aliachiwa nafasi yake na mtoto alitambua nafasi yake. Hakukuwepo na mwingiliano sana. Yaani kwamba huu mwingiliano ndio unasababisha mtoto anamchukia mzazi. Okay. Nitakwambia hapo nyuma, kwa mfano kama sisi kwetu kabila la Wahaya, ilikuwa mtu lazima amka asubuhi akamkie wazazi. Lazima. Asubuhi. Yaani hiyo ni lazima. Mfano natoka labda saa 12 au saa 11. Hiyo saa 10 yako hiyo utaenda ukagonge mlango. Hiyo tena utaamkia ukuta, unaamkia nje, sio kama unaingia ndani. Hapana, hiyo mimi ningekupa Mungu wale watoto watukutu. Ungefuata sheria kwa sababu ilikuwa ndio utaratibu uliopo na ulifanya watu kuwa na nidhamu, kuwa wapole. Mama saa 10. Saa 10 watoto wamelala, mimi naenda nina haraka, labda nimenawahi SGR au nawahi na nini, nikuamkie kwanza nitakutumia message. Sasa umeona hapo ndo panaleta kuharibika. Umeelewa? Na mama saa 10 lakini pia message. Okay sawa, hata message tayari umetii. Tayari sawa. Ujaanza safari yako bila kuwasiliana na huyu mtu. Hapo kiburi hakipo katikati. Umeelewa? Kama nitoa jamani mimi nimeenda. Lakini wengi wao ni kwamba niko busy, nina haraka na wahi, unatakiwa wahi kabla ya hapo ili utenge muda kuamkia mtu. Mzee, tena unamwamkia nje. Baba shikamo. Hiyo hapana, hiyo hapana. Na ndio maana hiyo bora ilibadilika. Ndio maana imebadilika kwa sababu watu wametawanyika, wamekuja mijini. Tumeshachangamana. Hiyo bora ilibadilishwa mapema. Yaani hiyo mimi ningekuwa victim wa kwanza. Hapana. Hii ndio ilileta utaratibu, watu wakawa wana ukaribu na wazazi, lakini sio ukaribu wa mazoea ya kuleta wanaheshimiana. Leo imebadilika. Mpaka wazazi wanasingiziwa vitu vya maajabu kwa sababu kumekuwepo na ushosti kati ya mzazi na mtoto. Sasa mama si mtu ili awe rafiki yako. Yaani mama akiwa rafiki yako, amna mtu kuongea naye, nataka niongee na mama. Sasa nyie mlikuwa hamwezi kuongea na mama. Unaongea naye kwa vitu vya msingi. Umeona? Mama unamtaka ushauri. Mama unamuomba kitu. Subiri mama. Kwa hiyo mfano mimi nimeumizwa, naenda siwezi kuongea na mama jamani, kwa sababu ndo mtu pekee ambaye ni rafiki yangu. Umeumizwa na nini? Gari au jambazi? Na mpenzi. Mpenzi vilikuwa sio vitu vya kumwambia mama. Na mpaka leo mimi niseme wazazi wanakosea sana. Wanavyoshare vitu vya tuseme neno zuri tu. Hawala. Ndio. No, tunalificha. Mpenzi. Ukisema kwa kizungu ndio inaonekana limefunikwa nguo, lakini huyu ni hawala wa mtu. Ambaye mama mzazi utaki kushare. Utaki kujadili hilo. Wewe utakaye kuja naye mbele yangu mimi kama mzazi wako ambaye yuko tayari. Huyu mwenyewe mlikuwa mnafanya mkiumizwa, yani. Kuumizwa na nani? Naongea na dako tu. Na kwa nini uumizwe? Kwa sababu lazima uhakikishe chaguo unalokuja kulileta kwa wazazi kwamba tayari unaenda kuishi naye liwe sahihi. Hayo uchunguzi yako ya kuumizwa, kupona majeraha, jiponyeshe huko, ukija hapa uje kamili. Narudi kwenye swali lako. Yaani kwamba kwa nini watu mama zao ni maadui wakishakuwa kubwa, mama anakuwa ndo adui wa kwanza? Ni kwa sababu mama ni mfuatiliaji. Okay. Mama ni mfuatiliaji. Niliona clip moja mtandaoni huku, sijui ni Shesu kijana wa Kiislamu analia. Alikuwa anaongea kuhusu mama. Akasema mama yako, baba anakuona na macho, mama anakuonea huku tumboni. Kwa hiyo mama ni mfuatiliaji wa nyendo zako zote, unavyokuwa,
bare yani nyenendo zako zote mama yuko na wewe, anaangalia. Sasa wewe unaona kama nakufatafata kwa leo, namuona adui mama, maza noma, maza akuchunguza, anafatafata vitu vyako, lakini hawezi kutulia. Ndio maana unaona hata katika hali ya kawaida binti amechelewa kuolewa, lawama ni kwa mama. Mama ndo amesababisha binti kakosa uzazi, yeye mwenyewe anarudisha lawama kwa mama. Tena mimi niliwahi kuona mtu mwingine anamwambia neno baya kabisa mama yake, kwamba mama, mimi nakosaje kuzaa wewe una watoto 6? Hebo, anamuuliza mama yake kwamba alitaka mama yake afanyaje sasa. Hapo sasa ona changamoto za mwanamke sasa. Okay. Kijana anakosa aoi, anachezea mabinti za watu. Wamama hatupendi. Sisi tunaonekana tunapenda, na watu wengi wanajadili kabisa mama yake hataki aoe. Wewe unaumia, upendi. Unataka kiniletea Joyce, ni Joyce tu. Kwa sababu jua kwanza wamama tunahurumia, tuna huruma. Mimi binti wa watu nikishaonyeshwa mara 3 mara 4, mimi namweka moyoni, anakuwa rafiki. Unaanza sana pa asiwe adui. Hata ukija peke yako nitakuuliza Joyce umemwacha wapi leo? Tayari kijana anaona mama unafuatafuata. Anafuatilia mambo yangu. Mama nini? Yaani wewe Joyce wa nini? Leo nimekuja na Mwajuma. Kwa hiyo adui unatokana. Okay. Kwa hiyo mama, vitu ambavyo kijana anafanya ambavyo sio sawa au mtoto ndio vinafanya anaweka uadui na mamake. Kwa sababu unamfuatilia. Okay. Umeona? Baba afuatilie? Wababa wengi wafuatilie. Kabisa. Okay. Wababa wengi wafuatilie. Kama vile wababa wengi ambao tunaona mama single father ni wachache, masingle mother ni wengi. Ni kwa sababu wa mama ni walezi. Okay. Mama akikosana na huyo sijui mpenzi sijui ni mume, atakumbatia vitoto vyake kama kangalo. Lakini baba aweza kaacha mtoto akaenda kwa shangazi, kaenda kwa mamake mzazi kulelewa huko, yeye akachukua bebe mwingine, maisha yakaendelea. Lakini mama afanye hivyo. Mama umeona watu wengine anaenda kuolewa na wanae. Aliyoachika nao huko. Anabeba na mume mwingine. Umeona? Sasa ule ukaribu ule. Ukaribu unaleta uadui. Okay, mtu anaona unamfuatilia sana. Kwa nini umfuatilie? Na kuna kukosa vitu kama nilivyokuambia. Mama anakulea vizuri, yeye amezaa vizuri. Wewe labda kuna mambo yako ulishakoroga kwenye usichana huko kwenye mashule. Mnajua mnavyofanya. Jamaa alipita vibaya, milija kizazi akaitikisa na vyuma, leo unakosa mtoto. Umwambii mama ukweli. Unakuja kumlaumu. Kwamba mama chuoni lakini husemi. Mama unamlilia, mama mimi nimekosa mtoto mama, na mama asiponyanyuka akachangamka, akachanganyikiwa, unasema mama mchawi. Au shoga yako naye msimulia, unakosa mtoto na mamako yuko kimya. Sikute mamako ndo changamoto. Mama anageuka changamoto ya uzazi. Changamoto ya uzazi. Haya, unaolewa kwa mumeo. Mambo ya ndoa mkikosana nini, saa ingine nayo kuna vikoso umevifanya. Mama akikosoa tayari mama ni changamoto. Sasa unajua kuna ile mama anakosoa lakini anavuka mpaka. Yani like, kwa nini usikosoe in a way ambayo uheshimu hisia zangu? Yaani hapo kwenye kuheshimu hisia. Hapo kwenye kuheshimu hisia ndio mama anapoenda kuharibu. Kwa sababu huyu ni mkubwa. Mpaka hapa alipofika ameyaona mengi. Atakukosoa na kwa kukuambia mifano ya fulani yaliyopita. Wewe utalipokea. Yani ndio nasema, yani nikosoe huku naheshimu hisia zangu. Like okay, unaona mimi nakosea. Nimekwambia mimi ili mama siwezi. Au okay, ili mimi mama naomba unisaidie. Wewe unaendelea kupush. Kwa nini usiheshimu hisia zangu na kukubaliana na kile ambacho ili kuleta tu amani? Mimi bado ni mzazi. Mimi sitaki kulinda amani yako kivile. Umeelewa? Natakiwa mimi nikufundishe, nikuonye, nikukemee, wewe ulinde amani yako na mimi mzazi, kwa sababu mimi ni mkubwa tayari. Ndio maana umeleta mashtaka, mimi ni hakimu. Basi tulinde amani wote. Ulilinde wewe amani yako binafsi na yangu pia kama mzazi. Sasa umeona hapo tunapoelekea kwamba mzazi anakuwa mbaya kwa vipi? Kwenye kufatafata, kwenye kukosoa, kwenye kufundisha, kwenye kutokubaliana baadhi ya vitu. Wengine, sisemi wazazi wote ni wazuri, wengine kama vijana akioa. Umeelewa? Kila binti anapotoka huko alikotoka anakuja na tabia yake. Kama vitofauti vikiwepo. Vitofauti vikiwepo kwa huyu binti ya watu ambaye kwanza anasema huyu mama hajanizaa mimi, asinileteza kuleta. Atakutengenezea uchawi.
Na bahati mbaya sana ukute kijana wako ana akili, lakini vijana wengine pia anapokea changamoto za kuugua zipo, labda amezaa watoto, changamoto za kufa zipo, mama anabebeshwa hilo ngada kwamba yeye ndo anahusika. Si mama hapendi tuishi wote, ndiye anahusika. Yaani hakuna namna ambayo inaweza ikafanya labda wakawa na mazungumzo kabla hatujafika kwenye kuitana wachawi. Ili kukuziba, kukudhoofisha na kukunyima nguvu, unaitwa hilo. Ili naye likuzungushe ukose akili, uache watu waendelee na maisha yao. Okay. Tumeona wazazi, unaweza ukaponda sana watoto wako, labda uliwalea na Roho wa Mungu amewaingia, lakini wapenzi wao hasa mabinti wakakuja kuingiza kwenye shida, ndio akaharibu. Kwa mfano mtu kama ukiwa na kijana naye rukaruka, kachukua Asha, kachukua Mwajuma, kachukua Joyce, kachukua Grace, hao wote anaoacha maex, ujue pia ni maex wako wewe mzazi. Mzazi kama maex mwanao ni ex wako, hakupendi kabisa na anakuongelea anachukia ukoo mzima. Tena libama hilo, mimi sitaki kuliona hilo. Hili ndio limetuachanisha hili. Akipita hata na content yako mtandao, sitaki kuliona hili mama hili. Umeshapata shida mama. Baba hayupo, baba huwa ni innocent. Hausiki kabisa. Mdingi yuko pembeni. Kama baba anaambiwa ni yeye, baba anaonekana mwembe. Tena unaweza kaambiwa kabisa, unadhani baba ana shida basi. Watu wanasema mama yao. Wanasema dingi kila kitu safi tu. Mama mdomo yule mama mdomo. Kwa mfano kama hili la kuitwa mchawi, mimi tena umenigusa hapo. Jana nimeumia sana. Nimeisoma habari ambayo vijana mapacha wamehukumiwa, si kufungwa au kunyongwa. Walichohukumiwa sitaki kukiona vizuri kwa sababu iliniuma sana habari. Wamemuua mama yao wawili mapacha. Na wamekili, wameshirikiana na wamemuua akiwa binti miaka 42. Wamemuaje jamani? Walibonda sijui na marungu sio na mapanga, maana walimtegea. Wamekili kabisa. Na unajua kisa nini? Mchawi huyu kijana pacha mwingine ana nguvu za kilimo, akaona mama ndo amezishika. Akuzishika, tunaambiwaga mtoto wa kiume akidondokewa kitovu ndo nguvu za kilimo zinalala. Hivi kweli? Yani mpaka wanaamini hivyo, wahenga wanaamini hivyo. Sasa huyu mama kama alizilinda hizo nguvu za kilimo na vitovu, alafu kumbuka ni watoto wawili. Kwa hiyo alikuwa anaangalia huko, anaangalia huko visidondokee ili vyombo vibaki salama. Mama kavilea vile vyombo vimeanza kutumika. Anasema tena anaambiwa aende kwa viroga. Hajawaza hata kama labda kuna maex huko aliwauzi. Na kilichoniuma zaidi, wameenda kwa mganga na baba yao. Yaani baba ndo na ukute baba ndo anamjua huyo mganga. Mganga akaenda akasema mama yenu ndo kawaloga. Wakati anawazaa wala alikuwa hajawaloga. Sasa pia kwa nini wote wawili hivi wanapendana hivyo kwamba huyu inamuuma nguvu za kilimo? Unaweza kukuta walishirikiana kumuua. Yaani issue inakuja, mimi bado najiuliza. Kwa hiyo huyu nguvu za kilimo hazifanyi kazi. Huyu mwingine si alikuwa ni wa kike? Wa kiume. Na huyu ni wa kiume. Sasa sijui wote zilikuwa hazifanyi kazi. Sasa kama huyu inafanya kazi, huyu haifanyi kazi, kwa nini wamuue mama? Nafikiri huyu alisema wamuondoe kabisa, labda na yeye asije akamuingilia kwenye miundombinu yake. Waondoe kabla aondoe changamoto ili asije karibu miundombinu ya huyu tena. Bora angalau wabaki mmoja mzima. Kiukweli mimi hapo nimesema, very sad. Yaani natamani ningekuwa mshauri wa vyombo vya mahakama hivi kwamba huyu mtu mimi naona kifunga kimtosha vijana, kifo akiwatoshi. Kutafutiwa adhabu nyingine. Nilitamani waende wakajengewe manondo mazito pale kwenye kaburi la mama yao, wapigwe misumari pale wakae wakichungulia lile kaburi mpaka wapate nguvu. Mpaka nguvu za kilimo zao zirudi, wasile wasinywe, ipangwe muda kama mpaka nguvu zirudi. Amekufa sasa, aliyechukua nguvu zenu haya zichukueni. Alafu hiyo adhabu ni nzuri. Kwa hiyo naona sasa mwanamke anapoingia kwenye shida ya familia na hawa wako wengi. Ndio maana mimi katika kuliona hii nikasema hebu tuanzishe kipindi
Hebu tuzungumze, akina mama watuambie changamoto wanazopitia huku, mabinti watuambie, na kwenye kukua nako kuna changamoto mabinti. Yes, sisi tuna changamoto nafikiri Zipo sana. makabila mbalimbali yanamtengeneza mwanamke kuwa mkatili, wakati mwingine yanamtengeneza hivi vyote. Ndio maana nimesema tutavizungumza hapa. Sasa mama, hapo tunafanyaje ili jamii isimchukulie sana mwanamke kama adui kwenye especially wakikua, kwa sababu kama anamuona mama yake ni adui, basi kuna namna ambayo tunaweza tukafanya ya binti au mtoto kutoona mama ni adui. Yaani tunafanyaje sasa ili amuone mama kama rafiki? Tunafanyaje? Vitu vyote vinamalizwa na mazungumzo. Umeona? Na mafundisho. Hapa wamama wa Kiswahili, wamama wa Kitanzania, wamama watarajiwa wanaokuja, tuanze kutengeneza watoto wetu na jamii nzima iongee na watoto kwamba jamani, huyu mama ndiye anateseka. Mama ndiye ni mzazi, ujue. Mama ndiye mzazi. Mama ndiye anaenda leba. Na ndo anakaa na mtoto. Na ndiye akaa na mtoto kabisa. Ile lugha ya kwanza ile aliyoiongea mtoto ni ya mama. Maana mtoto akidondoka unaanza kuongea naye. Harufu ya kwanza anayoisikia ni ya mama. Mama ndiye alimweka kwenye hilo container lake. Yaani vitu vyote ni mama, ni mama. Wewe umekuwa hivyo kwa ajili ni mama. Sasa huyu mama asiwe adui. Tuanzie chini. Hii elimu tuirudishe chini, tuanze kuwafundisha watoto wetu. Maana hata kama kuna kitu mama amekukwaza, basi kuna mlango wa kuzungumza naye kabla hujafanya chochote. Kabisa. Tunaumizana, wamama wanaumia. Ukienda kwenye mikutano ya Injili, ushaona wanaodondoka wengi ni akina nani? Wamama. Sasa mapepo kwa nini wanatafutaga wanawake tu? Wababa wanadondoka, wamama wanadondoka kwa ajili ya watoto. Yes, na wanalia, wanagaragara. Ukimwamsha pale ukamweka nje ya maombi kabisa, ukasema nimekuona pale umelia sana, umegaragara sana, hebu niambie ni yapi unapitia mpaka akakuletea shida kwenye ubongo hivyo. Akikufungukia na wewe utalia. Wapo watu wanafukuzwa kwenye familia zao, wamama kabisa. Watoto akishakuwa wakubwa wanashirikiana, sema mama ni mchawi, wanamuondoa nyumbani, mwambie arudi kwao. Inawezekana kabisa hiyo. Imewezekana vizuri tu, mimi nimeiona mama kabisa. Wakamfuza sasa mama yao, yaani familia hiyo na padri yuko ndani ya hiyo familia, na padri yumo ameshindwa kusolve, ameshindwa, mtumishi wa Mungu ameshindwa kutumika pale nyumbani, wakamwita mama yao akashiriki na kumfukuza. Mama akatuhumiwa uchawi mpaka akafukuzwa pale, akamwacha mumewe pale, baba yao. Yaani baba wao alibaki. Baba hajasema niondoke na mke wangu au msimfukuze mke wangu. Sasa mchawi anaondoka ili familia iwe salama. Ni changamoto gani iliingia mpaka wakamwita mchawi? Hiyo sikuipeleleza vizuri, sikuijua. Mama akarudi kwao, akaenda kakaa kwao. Mwisho yule baba alikufa. Mume sasa. Baba alivyofariki, yule mama uchungu akasema mimi naenda kumzika mume wangu. Wakasema wewe kenge yule asiingie hapa. Hawataki aje kumzika nani mume wake. Sija kakanyaga, tutazifieka hizo nyayo. Watu wakamshauri wakasema wewe ni mjinga, unataka kwenda wapi? Mahali ambako hata utakiwi. Tena yule uliokuwa yaani padri alishindwa na hekima yote ya upadri, alishindwa kusolve kitu kama hicho. Siwezi kuitaja majina hiyo familia, lakini ipo. Sasa alipo kutaka kuja kuzika yule mama, watoto wakakataa, basi ikabidi watu wamshauri tu, wananzengo wengine wakasema tulia usiende. Huyu hata usipomzika tayari kwanza ulishamkimbizwa ukamwacha hapa. Basi yule mama akakaa pale, wakamzika yule baba, na baadaye kuna msamaria mwema akijijini alimchukua. Huyo msamaria alijaribu kuongea labda na watoto wake kwamba labda mama yenu sio kupata nafasi, yeye aliona amsaidie huyu kumtoa kwenye mifadhaiko. Akamleta mjini Dar es Salaam, akawa anaishi naye. Yule mama akaenjoy kwa mtoto asiokuwa wa kwake wamebaki jijini, wanamtuhumu uchawi. Baadaye yule mama nasikia akanunua ploti akamjengea yule mtubaki. Yule mtubaki alikuwa na uwezo vizuri tu. Wamenyamaza kabisa. Na wanakijiji walijaribu kuongea nao watoto labda. Wewe tulia ndugu yangu, hilo jambo ni dogo. Baadaye yule mama utu uzima umeingia, amekufa. Nafikiri kama sio mwaka huu, ni mwaka jana, mwaka huu.
Na watoto wake hawajui. Alivyokufa wale watoto wakataka mwili ule wazike. Ningewafukuza. Yaani ningeanza na huyo padri. Wakataka ule mwili wazike. Unajua hiyo kesi mpaka mahakamani. Yaani nakwambia mimi mama pale ningemuita aliyekuwa anaongoza kudai, samani, njoo tuzungumze. Na maongezi naye kidogo. Lakini kwa hekima watu wakasema huyu ndiye anatakiwa kuzika huu mwili. Umeona? Basi yule mama akazikwa upande ule. Hebu ona mama wa watoto aliyezaa akanyonyesha, akaipua, akanyonyesha, akaipua. Leo wanaungana vichwa wanasema huyu ni mchawi. Amekufa. Wanataka mwili. Mama yao. Sijui akachome mchikaki. Maana hapa sio kwenda kwamba wanaenda kufanya nini sasa? Kumtunza. Alikuwa anaenda kumula. Yeye anaweza kuwapiga. Kwa hiyo ndio mama inamweka kwenye ramani mbaya kwa ajili ya mapenzi mazuri ya kukaa na watoto, ya kufuatilia watoto. Umeona? Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye podcast hii. Mwisho wa hii kuna mwendelezo wa nyingine.